mwanamke anapokuwa katika hedhi, basi kuna baadhi ya ibada ambazo ataruhusiwa kuzitekeleza, lakini kuna baadhi ya ibadati ambazo hataruhusiwa kuzitekeleza. Ila tu tusielewe kwamba mtu anapokuwa katika hedhi basi haimwajibiki yeye, yani au sio lazima kwa yeye kufanya ibada zote, kwamba hataki kufanya ibada zote, la. Kwa hiyo hata kama mwanamke wa Kiislamu yupo katika hedhi yake, lakini kuna baadhi ya ibadati ambazo anaruhusiwa kuzifanya kisheria na kuna zile zingine ambazo haruhusiwi kuzitekeleza. Na tukiangalia miongoni mwa ibadati ambazo mwanamke anapokuwa katika hedhi anaruhusiwa kuzitekeleza, mfano adhikri, kufanya dhikri, kufanya tasbih, kufanya istighfar. Hiyo yote ni katika aina za ibada na unaruhusiwa kuzifanya hata kama upo katika hedhi yako. Lakini miongoni mwa ibada zingine tunaona kuna qiraatul Qur'an, kusoma Qur'ani. Unaweza kusoma Qur'ani kwa kuhifadhi, kwa hifdhi, without kushika ile mushaf au kushika ile Qur'ani. Na hapa katika swala la kushika ile Qur'ani katika wakati wa hedhi kuna ikhtilafu ulama, watu wamekhtalifiana katika sehemu hii. Kuna wengine wanasema kwamba inafaa kushika, lakini kushika na kizuizi kama nguo au kitambaa ambacho kiko kisafi. Lakini kuna wengine wanasema haifai kabisa mwanamke ambaye yupo katika hedhi kuigusa ile mushaf au kushika ile Qur'an, la yajuzu. Kwa hiyo kusoma Qur'ani hata kama upo katika hedhi inafaa na inaruhusiwa, kisheria. Lakini tunaona unaweza ukahudhuria katika majalisi la ilmu, ukapata ilmu, ukapata fawaid tofauti. Kuhudhuria katika majalisi la ilmu sio kwamba haifai kama upo katika hedhi, hapana. Unaweza ukaanza kwa madrasa ukahudhuria katika vile vikao vya taalimu kwenye masajid au katika sehemu yoyote na ukajifunza, hiyo inafaa. Na kitu kingine pia tunaona mwanamke wa Kiislamu anapokuwa katika hedhi yake pia anaweza akaamrisha watu kufanya mema na akawakataza watu katika yale ambayo hayafai. Kuamrisha mema na kukataza maovu unaweza ukafanya, na hivyo wote ni miongoni katika aina za ibada, na vile ambavyo havitakiwi, yani aina za ibada au miongoni mwa ibadati ambazo hatakiwi mwanamke wa Kiislamu kuzifanya ikiwa yupo katika hedhi yake. Mfano aswala, kuswali. Hairuhusiwi mwanamke wa Kiislamu kufanya ibada ya swala, haruhusiwi swala yoyote, hata kama ni swala ya haijalishi ni swala ya faradhi au swala ya sunna. Haifai kwa Muislamu wa kike yupo kwenye hedhi yake kufanya ibada yoyote ya swala, la yajuzu. Lakini tunaona kitu kingine ni at-tawaf. Upo katika hedhi, basi haifai kwako wewe kufanya ibada ya tawaf, haifai. Na miongoni mwa ibada nyingine ambayo hairuhusiwi kufanya ni as-sawm, kufunga saumu. Inawezekana yani hapa katika saumu zote na kusudia ni zile saumu za sunna na zile saumu za faradhi. Mfano tunaona kuna zile saumu za Ramadhani tunafunga, na kuna hizi saumu ambazo tunazifunga zile siku za Alhamis na Jumatatu, zile za sunna. Haifai saumu yoyote ile, hata ruhusiwa mwanamke wa Kiislamu ambaye yupo katika hedhi kufanya ibada yoyote ya saumu. Haitomlazimikia yeye kufanya ibada hiyo ya saumu mpaka ile hedhi yake itakapomalizika. Kwa hiyo tusielewe tu kwamba mwanamke wa Kiislamu anapokuwa katika hedhi basi anatakiwa tu akae asifanye ibada yoyote. Hapana. Unaweza kufanya ibada hizo ambazo nimezitaja hata kama upo katika hedhi yako, na zile ambazo unatakiwa kuzifanya basi mpaka ile hedhi yako itakapomalizika au itakapokatika, basi utaendelea na ibada zingine ambazo zitakuwajibikia wewe kuzitekeleza.